Gwao Omar Gwao, teknolojia ikoje na tunajivunia kwamba tuna uwezo wa kuweza kuongeza virutubishi na vikaendelea kuwa salama kwetu? Ya, asante sana ndugu mtangazaji. Kama ulivyonitambulisha, naitwa Gwao Omar Gwao. Ni mkurugenzi wa kampuni ya Sanku, nasimamia masuala ya government relation and partnership Afrika Mashariki, lakini pia ni co-chair wa baraza la urutubishaji nchini. Kwa hiyo counterpart wangu mimi ni Wizara ya Viwanda na Biashara katika kusimamia hili baraza na nitazungumza kwa ufupi sana teknolojia ya urutubishaji. Na nitalink na ile swali ambayo amezungumza kuhusu mkulima. Pia nitajaribu kuelezea kidogo. Katika teknolojia ya urutubishaji imegawanyika katika makundi makuu matatu. Kundi la kwanza tunasema kwamba ile tunasema urutubishaji katika ngazi ya uzalishaji kule kwenye kilimo, tunapolima mazao yetu. Hii tunarutubisha kibiolojia, tunasema biofortification kitaalamu. Na hii inafanyika kwa kutumia njia kuu mbili. Ya kwanza inaitwa conventional breeding, kwa maana kwamba tunakuwa tunachukua labda zao ambalo linakuwa lina kiwango kikubwa cha virutubishi fulani, alafu tuna cross na zao lingine ambalo linakuwa lina kiwango kidogo cha virutubishi. Hiyo tunaita conventional breeding, na wenzetu wa Seriani tunafanya karibu sana kwenye baraza, lakini pia na wadau wengine wa kilimo. Na pia kuna issue ya kubadilisha zile tunasema genes, Kiswahili chake fasara huwa kinanishinda kidogo, lakini ni zile tabia. Kwa hiyo tunachagua zao ambalo linaliwa na watu wengi, kwa mfano kama mahindi, alafu tunaingiza zile nutrients kwa kutumia, tunachukua zao lingine ambalo linakuwa na kiwango kikubwa cha nutrients, tunaweka katika hilo zao ambalo umelitarget. Lakini kwa nchi yetu hiyo bado haijawa, ukitaka kutekeleza hivyo lazima upitie kwenye mamlaka kama alivyosema mwenzetu wa TBS. Tunao taratibu na sheria ambayo inasimamia eneo hilo ili kuweza kuwa na usalama, lakini pia tuweze kufikia malengo. Sehemu ya pili ya teknolojia ni eneo la uzalishaji kwenye viwanda. Sasa hapa tunasema industrial fortification. Hapa ni viwanda vyenyewe sasa ambavyo vinazalisha vyakula vile ambavyo vya kimkakati ambavyo vimechaguliwa na nchi husika, wanakuwa wanaongeza virutubishi kulingana na maelekezo ya mamlaka. Hapa tunazungumzia bureau, tunazungumzia TBS. Wanakuwa wametoa viwango. Kwa mimi kama mzalishaji, kwanza nawajibika nikanunue vile viwango TBS. Nikishavinunua sasa nikianza kuzalisha chakula changu, nitazalisha kulingana na maelekezo ya kile kiwango. Na TBS watakuja kunikagua kila mara kuona kama natekeleza sawa sana vile viwango vinavyoelekeza. Watakuja kwenye kiwanda changu, lakini pia wataenda kwenye soko na kuchukua bidhaa yangu na kwa wanakagua kila wakati. Na eneo la tatu la teknolojia ya uzalishaji vyakula vyenye virutubishi tunasema katika ngazi ya kaya. Hii tunasema home fortification. Hapa sasa kuna sachets maarufu sana, unakuta kuna sachets vidogo ambavyo ndani yake vina nutrients nyingi sana. Na wanapoandaa vyakula mezani wanakuwa wanaongeza kama wanavyoongeza chumvi vile. Unakoroga, ila pia na maelekezo namna ya matumizi. Ile inaitwa home fortification. Na mara nyingi inatumika kwa watoto, lakini pia kwenye maeneo ya kivita na maeneo ambayo yana changamoto mbalimbali, mafuriko, ili kuhakikisha kwamba jamii inakuwa inapata zile nutrients. Kwa kawaida hizi nutrients, vitamini na madini, ilipaswa tuipate kwenye vyakula vya kawaida kabisa. Ila kwa sababu ya mabadiliko ya mbalimbali, mfano kama labda climate change, mambo ya mazingira yanabadilika, unakuta zile ardhi zinapoteza zile virutubishi. Kwa hiyo ukipanda ile mimea inakuwa haina virutubishi vya kutosha. Kama unakumbuka vizuri, kuna utani mmoja watu walikuwa kizungumza sana, kila chakula mboga kama mchicha wanasema unapata chuma. Lakini ukivunja mchicha ndani huwezi kuona chuma. Lakini kimsingi ni kwamba zile nutrients zinatoka kwenye ardhi. Kwa kila mchicha unakuwa na zile hiyo iron, madini chuma. Kwa hiyo ukila unapata madini chuma mwilini. Sasa kwa sababu ya mabadiliko ya mazingira na uharibifu ambao umefanyika kwenye ardhi, unakuta yale madini yanakuwa yamechukuliwa na maji wakati mvua zinanyesha, yameenda kwenye bahari, kwenye mito. Kwa hiyo ukipanda unakuwa unakosa. Na imefika paka hatua kuna baadhi ya mikoa ukipanda mazao bila kuweka mbolea hauwezi kupata mavuno. Hiyo ni ishara kwamba virutubishi kwenye ardhi vimepungua pia. Kwa hiyo kimsingi tutakuwa tupate kwenye vyakula. Sasa kwa sababu ni vyakula vya kawaida hamna, kwa hiyo ndio kiingia teknolojia ya urutubishaji.
Kwa hiyo teknolojia ya urutubishaji tunasema ni intentional, tunaweka kwa makusudi zile nutrients kwa ajili ya kuweza kuongeza idadi ya kiwango cha virutubishi ndani au madini na vitamini kwenye vyakula vyetu vya kila siku. Sasa katika viwanda kuna teknolojia ambazo zinatumika, ziko nyingi sana. Tutazungumza baadhi. Kuna teknolojia ambazo zimetengenezwa na wadau, mfano zinaenda kwa batch, kwa awamu, wakati wa kufanya usindikaji kwenye mafuta ya kula, unga ngano, unga mahindi. Lakini kuna zile ambazo ukiziweka unafungua kama bomba, zinakuwa ni continue. Unakuwa inaendelea tu, wakati unazalisha vinajichanganya kwa pamoja, lakini lazima uzingatie speed ya kile chakula kinapopita kwenye ile line, na unaweka kiwango cha speed kutoka kwenye virutubishi, baadaye vinajichanganya na kuwa umerutubisha. Sasa sitazungumzia teknolojia zote, lakini kwa teknolojia za wenzetu wa SIDO kwa mfano, natamka SIDO kwa sababu ni shirika la nyumbani. Wenyewe wametengeneza teknolojia ambayo sasa inatumika mashuleni, inatumika kwenye viwanda vidogo vidogo kwa ajili ya kufanya urutubishaji, na inafanya vizuri sana. Kuna baadhi ya mikoa ambayo wanazitumia mpaka sasa hivi. Lakini pia kuna teknolojia ambayo imetengenezwa na hii kampuni ambayo inasimamia sasa, inaitwa Sanku, na teknolojia yake pia inaitwa Sanku. Okay. Na hii imechukua maarufu sana kwa sababu imetawanyika mikoa yote sasa, mikoa 26 ya Tanzania bara, na pia kwa upande wa Zanzibar tumeshafunga mikoa miwili. Tuna mashine baadhi kule ambazo tumeshazifungia wanafanya urutubishaji kwa upande wa Zanzibar. Ila kwa Tanzania bara tumefanya mpaka sasa halmashauri 100, takriban 160. Kwa na tuna halmashauri 184. Kwa hiyo zimebaki chache kidogo tumalize kabisa nchi nzima. Na tunaweka virutubishi ambavyo vimeshaainishwa na wenzangu hapa. Tunaweka madini ya chuma, tunaweka madini ya zinki, tunaweka vitamini B ya 12, na tunaweka folic acid vitamini B9. Sasa hii mashine ya Sanku tunasema ni mashine janja. Ni mashine ambayo imefungwa na imewekewa cellular network na kichip kama cha mawasiliano, ambayo inakuwa inatuma taarifa. Mimi hapa na simu yangu nikifungua hapa nikakwambia Kyerwa tuna mashine ngapi na ngapi sasa hivi zinazalisha, na ipi ina matatizo na ipi haina matatizo. Okay. Hii inatusaidia sisi sasa kufanya kazi remotely, yani unafanya kazi ukiwa uko mbali lakini unasimamia nchi nzima. Tuna vijana kama takriban 12, ila imagine wanasimamia nchi nzima, mikoa yote wakiwa wamekaa station, na kama pale inatokea kuna changamoto, ile mashine inatuma taarifa kwamba hii mashine sasa kuna auger shaft imeharibika for example, au inatoa virutubishi kwa wingi. Kwa hiyo engineer anaenda anarekebisha. Kwanza anampigia simu mzalishaji, anamwambia hiyo mashine stop, usitumie. Na uzuri ukisha stop, wewe unaendelea kusaga kama kawaida, virutubishi vitoki. Una disconnect tu kwenye ile sehemu ya kuondoa virutubishi, ya kuongeza virutubishi. Kwa hiyo ili kuhakikisha kwamba tunalinda usalama pia. Lakini pia inatueleza volume, tunajua ni kiasi gani cha unga unazalishwa, na tunajua watu wangapi tunafikia nchi nzima. Kwa hiyo ni janja kwa maana hiyo, na ili mzalishaji aweze kufanya urutubishaji, tuna modo mbalimbali. Modo ya kwanza tunasema bag modo, ile ya vifungashio. Kama mzalishaji yeye anakuwa ananunua vifungashio kwa bei ya soko, lakini anapewa package. Anapewa kwa maana kwamba vifungashio hivyo, anapewa mashine ile alipi, lakini pia anapewa na virutubishi havilipi. Okay. Kwa hiyo inakuwa ni package, lakini gharama yake imetengenezwa kwa sababu tutakuwa tumeingia makubaliano na wazalishaji. Kwa hiyo tunaamini akishafanya na sisi kwa muda fulani, tutakuwa tumeshapata ile nasema benefit, tunakuwa tumepata ile faida na ambayo itakava gharama yake ile mashine, lakini pia na hizo services zingine za kurekebisha hiyo mashine na kadhalika na virutubishi. Kwa mfano mifuko, nitatoa tu mfano, sio bei halisi. Kwa mfano mfuko unauza shilingi 600. Sisi tutamuuzia kwa hiyo 600. Lakini kwa sababu tunazalisha mifuko wenyewe ndani na tumeshapata mikataba na makampuni makubwa, tunapata katika nafuu ndogo sana. Na mifuko labda tunauza kwa shilingi 300. Nachukua mfano. Production ile printing na designing labda ni shilingi 100. Okay. Kwa hiyo unakuta total cost ni shilingi 400. Kwa mimi ninachofanya naongeza gharama shilingi 200. Ambaye shilingi 200 ili kutali, yani kufananisha bei fanane na kwenye soko. Hiyo 600. Kwa nitamuuzia mzalishaji kwa 600. Kumbe ndani tayari nina faida shilingi 200. Okay. Ambaye 200 sasa ndio ina cover gharama ya ile mashine na zile operation.
Sasa ili uweze kufanya vizuri lazima uwe na volume kubwa. Kwa hiyo hapo awali tulikuwa tuna design mifuko kwa rangi moja, ilikuwa na rangi ya pinki. Kama umeshaona masokoni kwenye unga, kuna unga mifuko na rangi ya pinki. Ile pinki ilikuwa designed na hii kampuni, haikuwepo kabisa nchini. Baki miaka ya 2014 kurudi nyuma hapakuwa na mifuko ya pinki nchini. Ila ilipofika 2015 iliingia sokoni. Kwa hiyo tulidesign ile mifuko ili nikiingia mkataba na kampuni X kuzalisha mifuko, wanazalisha mifuko kwa volume kubwa. Mimi nakuja labda kwa bwana Masawe, namwambia Masawe, wewe una mashine yako hii, nataka nifanye urutubishaji na wewe. Lakini nataka nikudesign mifuko mimi hapa. Atanipa volume yake ya wiki. Alafu mimi naifanya projection ya miaka 3. Okay. Kwa nikienda kutoa order, natoa order ya mifuko ya miaka 3 ya bwana Masawe. Kwa hiyo ninapokuwa na idadi kubwa ya wazalishaji na ile volume inazidi kuongezeka. Nafikiri umeelewa vizuri. Yeah. Sasa ndo napata ile tunasema scalable na ile tunasema economic scale. Economic scale ndio nasema Kiswahili chake. Kwa hiyo tunapata ile yani tunaweza kupata ile tujenete ile faida ambayo sasa inaweza kusaidia ule uendeshaji ule program, kwa sababu ya ile tofauti ile ambayo inapatikana inakuwa ni kubwa, na inatosha kufikia watu wengi zaidi. Kwa hiyo sasa tulipoanza awali tulikuwa na wazalishaji 25, sasa walipoongezeka mwaka 2021 tukabadilisha strategy. Tukasema sasa hatutengeneze mifuko ya pinki peke yake. Tunaanza mifuko ya rangi zote, kwa sababu tuna wazalishaji zaidi ya 1000 nchi nzima. Na tunazalisha mifuko kwa muda wa mwaka mzima. Kwa hiyo tukawa tumebadilisha mifuko. Sasa hivi tuna mifuko ya rangi mbalimbali, mifuko ya rangi ya kijani, ya blue, na ile wengine wanapenda ile ya pink endelee nayo. Kwa hiyo tumekuwa na portfolio kubwa. Sasa hivi tunazungumzia wazalishaji around 1200 nchi nzima. Kwa hiyo kila siku tunawazalishia, na mashine moja honestly kama nafanya vizuri, minimum production kwa mwezi sio chini ya tani 30. Hizi ni za kawaida kabisa. Hizi za mtaani tani 30. Sasa pia tani 30 pia kwa miaka 5 utaona volume ya mifuko ambayo inakuja. Kwa hiyo hiyo inasaidia kurani hiyo part, na tunafikia wengi zaidi, na hawaoni ongezeko la gharama ya unga. Kwa hiyo unga wao ambao una virutubishi na ule unga ambao una virutubishi sokoni, bei zinakuwa zinalingana. Kwa anakuwa hapati competition, kwa sababu competition ya fortification ni ule unga ambao hauna virutubishi. Kwa hiyo the more tunaongeza wazalishaji, tunaondoa sokoni ule unga ambao hauna virutubishi. Na nashukuru hii sheria mpya ambayo imekuja, maana yake sasa italazimisha wale wote ambao wanafungasha lazima wafanye nini? Warutubishe. Kwa hiyo maana yake ile competition itakuwa imeondoka kabisa. Strategy ya pili ni kwamba wale wazalishaji ambao tayari wana mifuko yao na ni wakubwa, kwa mfano hapa Arusha tunao wengi, siwezi kuwataja majina. Sasa wale wanakuwa tayari wana taratibu zao za kupata mifuko. Sisi tunakuwa tunawauzia ile virutubishi. Hapo awali tulikuwa tunauza virutubishi kwa shilingi 20,000 kwa kilo. Na kilo moja virutubishi ina uwezo wa kurutubisha tani 2 za unga mahindi. Sasa hiyo ni kwa kabla ya mwaka 2024 mwezi wa 5. Kwa hiyo 20,000 kwa mfano mtu ananunua anazalisha labda tani, let's say tani 100. Utaona gharama ambayo ananunulia virutubishi ni ndogo sana, kwa sababu kilo moja inaenda tani 2. Kwa hiyo tani 2 maana unazungumzia kama kilo ngapi? Ni kama kilo 5. Kilo 5 tu, lakini anazalisha tani 100 za unga ambao uko na virutubishi. Na sasa mwaka 2024 mwezi wa 6 tukazindua kiwanda. Hapo awali virutubishi vilikuwa vinatoka nje, vinatoka Germany, India, China na kadhalika. Ila sasa hivi kama nchi tunazalisha wenyewe virutubishi. Tumezindua kiwanda cha kuzalisha virutubishi ambacho kipo Dar es Salaam, na kizinduliwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu, ilikuwa mwaka jana mwezi wa 6. Yes, kwa hiyo tuna uhakika sasa hivi virutubishi hatuagizi kutoka nje. Kwa mfano hapa nyinyi mnaweza mkaamua kufunga safari mkasema tuna Dar es Salaam tukashuhudie uzalishaji wa virutubishi. Unaweza kaenda Dar es Salaam tukukaribisha, ukaangalia process nzima end raw material mpaka kwenye ile end product. Na tunasema kwamba kuona ni kuamini. Sisi kama walivyosema hapo awali, wananchi wengi ni waoga unapogusa eneo la chakula. Kwa hiyo pia hiyo ilikuwa ni sababu kubwa ya kusema tuwekeze. Ni kina gharama sana. Kwa Afrika una viwanda viwili tu. Okay. Kipo kimoja South Africa ambao vinatengeneza virutubishi, na cha pili sana Tanzania. Okay. Ila kwa maana ya teknolojia ambayo, kwa hiyo virutubishi ambavyo tunachanganya kwenye viwanda vyetu sio kwamba tuna import kutoka nje. Sasa hivi tunazalisha wenyewe nchini. Pati 80% inatoka nchini. Sehemu ndogo inatoka nje. Kwa mfano tunapozungumzia madini ya chuma. Sisi bado hatujapata uwezo wa kuzalisha madini ya chuma wenyewe. Kwa
Kwa hiyo tunatumia zile pharmaceutical industry, viwanda vikubwa kabisa vya kidunia ambavyo vimekaguliwa na vimepitishwa, ambavyo ndio vinalisha madawa ya kawaida pia. Tatoa mfano kama madini ya chuma, kuna sindano ya iron fusion ambayo ni very expensive. Ukichoma ile sindano kama una ukosefu labda wa madini chuma, ina cost zaidi ya 500,000 sindano moja tu. Sasa haya madini chuma yale yale ndio ambayo tunakuja kuyaweka kwenye unga wa mahindi. Tunazungumzia masuala ya anemia. Kuna vidonge wa mama huwa wanapewa inaitwa FEFO. Ni program nzuri sana ya muda mrefu, anemia na folic acid. Ila kwa sababu kina mama hawezi kula, wanachelewa kwenda kliniki, hawafuatilii kwa lugha nyingine. Kwa hiyo ukituhitaji sisi kutupata ni mara moja umetupata. Lakini njia nyingine kupitia wazalishaji ambao tayari wanafanya urutubishaji. Wote wana mawasiliano yetu. Nchi nzima tuna mtandao wa wazalishaji 1200 nchi nzima. Kwa hiyo ukimgusa mtu yote tu anakuambia bwana, namba hii hapa. Maafisa biashara nchi nzima, ukiuliza tunataka wafikie Sanku, umetufikia. Maafisa lishe wote TBS, na pia tuna website kama na simu janja, anaandika tu Sanku. Andika tu Sanku, utapata unaingia kwenye website, unapata mawasiliano moja kwa moja pale.